Karibu wakati mwingine tena tumepata wasaa wa kujifunza tena. Katika kipindi kilichopita tuliangalia kiasili mwanaume anakuwa na sifa gani. Kwa hiyo watu wengi wakapendekeza kwamba tumwangalie mwanaume, muangalie mwanamke pia kiasili ana tabia zipi. Kwa mliokosa kipindi cha kilichopita cha sifa za wanaume, unaweza ukafuatilia kwenye hii akaunti utazipata. Kwa hiyo tukiendelea leo katika kipindi cha sifa za mwanamke kiasili, sifa yake ya kwanza mwanamke kiasili lazima awe na uwezo wa kumilikika. Sasa hivi tuna changamoto kwamba wanawake wengi wanakuambia ni feministi kwamba sijui nini, yani unashindana sana na wanaume. Iko hivi, kama umeamua kuingia kwenye ndoa, inabidi ufahamu ya kwamba ndoa ni mfumo dume pure, na kiwalisia ni kwamba mamlaka yote ndio kumiliki ndio kuhudumia, kwamba ukiweza kumilikika unamsaidia hata mwanaume wako uwezo kuhudumia, unakuwa mwepesi kwa sababu anakumiliki. Wanaume tunaoa ili tujisikie vizuri, like I have a family na mimi ni responsible na nachukua majukumu yangu natimiza kama kawaida. So kama ninahisi nina familia na taasisi na imiliki, kwamba ikiwa chini ya mamlaka yangu ninakuwa willing kabisa kuchukua majukumu na kufanya kama kawaida na kuwa majukumu yangu. Kwa hiyo hicho kitu cha kwanza, mwanamke inabidi umilikike. Masuala ya kushindana sijui nini na nini, don't do that. Ndoa ni ya mwanaume, ndoa ni taasisi ambayo alikaa chini mwanaume akajifikiria akasema okay, let me have a family. Kwa hiyo ukienda kule hahitaji akili zako nyingi, hataki ujuaji wako mwingi, hataki mambo yako mengi, ila anataka uwepo pale afu umsikilize kama kichwa. Na ndio maana Kristo wanakuambia kwamba mwanamke kichwa chako ni mwanaume, mwanamume kichwa chake ni Kristo. So hiyo ilikuwa ni kwa lengo hilo, haikuwa kwamba wanakandamiza mwanaume, no, walikuwa eti kwamba walikuwa wanakandamiza mwanamke. Haikupaswa kuwa hivyo, wala haikuwa hivyo. Lengo la hicho kitu kuwepo ilikuwa ni kwamba hakikisha unajiridhisha na kitu ambacho unataka kikuoe. Kwa makini unavyochagua mtu kuoa, kwa sababu wanatuagiza mwanamke inabidi atii kwa kila jambo. Masuala kusema huyu sometimes zinakuwa yes, sometimes zinakuwa no. Sasa kama unajua sometimes yes, sometimes no, kwa nini ulikubali kwa naye? Huyu kuna muda dishi linakuwa limeyumba. Okay, dishi limeyumba, umwamini mwanaume wako anasema dishi limeyumba. Ni sawa, dishi limeyumba. Wewe bichana nakutanaga jalalani. Wewe kicha wako tutanewa kama wewe sio kicha. Kwamba inabidi tuheshimiane. Kama umeamua kuingia kwenye ndoa, hakikisha unakuwa unamilikika. Utata au kuna wanawake wengine watata mbaya mno. Hakikisha unamilikika ili ndoa iwe salama, ili mwanaume awe huru katika kufanya yale ambayo anatamani familia yake yafanyie katika kuprovide. Hiyo ni sifa ya kwanza ya mwanamke. Sifa ya pili ya mwanamke ni awe na uwezo wa kutawalika. Kama mwanamke unashindwa kutawalika, unashindwa kukubali kwamba nipo ndani ya hii ndoa, nipo chini ya hii mamlaka, inabidi nifuate utaratibu na sheria ambazo zipo kwenye ndoa. Itimizi kuna changamoto, inabidi ukubali kutawalika. Yani usijitetee kwamba unajua wanaume siku hizi sivili nini. Kama umekubali kuingia kwenye ndoa, tawalika. Iko hivi, kitu chochote ama mtu yote kwenye duniani ili aenende kwa tabia njema, inabidi awe na mamlaka ambayo inamtawala. Mtu yoyote ambaye anakosa mamlaka, huyo mtu ni hatari sana, ambaye haheshimu. Unakuta let's say mtu haheshimu wazazi, haheshimu ndugu, haheshimu viongozi labda wa dini, haheshimu viongozi wake anofanya nao kazi, haheshimu labda tuseme serikali yake ambayo iko madarakani. Huyo mtu ni hatari. Kwa sababu gani? Kwani uheshimu vyote hivyo? Okay, unaweza kuwa uheshimu kitu kimoja tukasema kina madhaifu, lakini ukuta mtu anatinga each and everything, then unamkabidhi huyo mtu kwamba akutawale. Sasa kwa mwanaume, angalia mwanaume ambaye anaheshimu, anamheshimu hata Mungu, ana hofu hata ya Mungu hata kidogo. Umeona? Hakikisha mtu unatawalika vizuri, maisha yaendelee. Ila ukiona unaweka ukakasi katika kutawalika, katika kukubali utaratibu na sheria ambao kwenye ndoa, hapo ndio ilikuwa changamoto nyingine. Sasa ubaya zaidi, kwa sababu wanawake sasa hizi mna madaraka, mna nini, mnataka kuletaga na ubabe wenu, eti sawa ni traffic ama ni askari ama una kitengo ama ni CEO mahali, unaita CEO kutoka kwenye ndoa yangu. Uongo, yani hiyo sio kweli. Kiwalisia iko hivi, mwanaume anapenda mwanamke wake akitoka nje akiwasha.
Yani ukitoka nje wanyooshe, wakusanye ripoti, wafanye nini, majukumu atimize. Yes, atakuwa anasema yeah, this is my woman. Lakini unapofika kwenye geti la nyumbani, vua usilio wako, vua rafiki wako, vua unaibu wako, ubunge wako, vua mateto yako yote huko nje, yaache getini, ingia ndani kama mwanamke ambaye anajua hii ni taasisi nyingine na kiongozi wa hii taasisi sio mimi, ingawa mimi ni makamu wake. Tungekuwa tuko hivyo, basi sasa hivi tusingekuwa na shida nyingi ambazo sasa hivi wanawake wengi wanashangaa. Wanawake wengi waliofanikiwa hawawezi kuishi na wanaume ni kwa sababu hawawezi kumilikika. Anahisi position ama titles ambazo anazo huko nje ndo zinamdefine kwenye ndoa yake yeye ni nani. Kwa unajikuta mwanaume anashindwa kuprovide by then. Watu wengine wanasema mbona usikose kupata hela, mwanaume anaacha. Ngoja niwasaidie kitu kimoja. Ukiwa na hela zako, hakikisha kama unataka kuzitumia, mwanaume amekuomba, naomba unisaidie kitu kimoja. Katika ulimwengu wa wanaume tunaanza kusaidiana. Sisi tuna ukifeli na kusaidia. Kwamba ikitokea let's say labda unaona siku zinaenda, ada zijalipwa za watoto, unaona ada. Sikilizia mpaka kwambie hebu nisaidie kulipa ada. Ikitokea hicho kitu akwambia nisaidie lipa. Akiwa hajakusaidia, hajakuomba umsaidie, don't do that. Kwa sababu moja, ukifanya hivyo sisi kwa akili yetu tunasema kumbe ile jambo unaliweza, tunakuachia tuanza kudili na vitu vingine. Kama hela nilikuwa naipeleka kwenye kulipa ada, nitaipeleka kwenye kujenga, nitaipeleka kufanya mambo mengine, investment ama bila hata kushirikisha au kwa kushirikisha. Baadaye utaanza kulalamika, siku hizi ameniachia sibi nini. Ni kwa sababu ulijipa majukumu ambayo hujapewa. Kwa hiyo please, milikika. Hiyo nanilia pili ya mwanamke. Sasa asili, tabia ya tatu ya asili ya mwanamke ni kuwa dhaifu kuliko mwanaume wake anaishi naye. Na hapa tunasemaga Mungu ni fundi. Na hapa ndio tunaposemaga kweli Mungu ni fundi, kwa sababu hivi alivyomuumba mwanaume kiasili huwa anaumia vitu dhaifu na anapambana na vitu strong. Mwanaume siku zote akikuona wewe ni imara, wewe ni strong kwenye ndoa yake, anahisi kama unapambana na manyuzi yake, kwamba hiyo ndio itakuwa ni mashindano au mahusiano kama ya mashindano. So ili uone matunda ya mwanaume, ili uweze kumwendesha mwanaume ndio unavyotaka, just kuwa dhaifu kuzidi yeye. Masuala kujileta utata. Kuna ndoa nyingi tunaziona mpaka wanawake wanabadilisha maalum, bomba likichafuka anaenda kuunganisha mwenyewe, sijui kile limechafuka anaenda kusafisha mwenyewe, sijui imani nini anafanya mwenyewe. Ni kwa sababu gani? Umeonyesha vitu fulani unaviweza, kwamba ni strong. Kwa hiyo mwanaume anakuachia. Afu baadaye tuanza kusema men they are not romantic, men sijui nini. Ni kwa sababu kuna ubabe fulani aliona una uwezo, kuna uwezo fulani aliona unao. Kumbuka kwa nini nimekwambia mwanaume kiasili mwanaume anapambana vitu strong, anaumia vitu dhaifu. Na ukija kufuatilia asilimia kubwa kwamba hata wamechepuka wanaoendeshaga wanaume ni wale ambao wanajidedishaga, hawawezi mambo. Hao ndo watu wanawakontrol sana wanaume kuliko wewe unajifanyaga mtata mbabe. Ukiwa mtata mbabe atakuweka ndani, lakini kiwalisia kwanza siri zake utajua, mipango yake utajua. Yani anakuona kama mwanaume mwenzake huko ndani mnakaa like okay, boss unayamudu haya, unaweza, okay let's go, let's do it. So inabidi uwe makini. Umeona? Milikika, tawalika na kuwa dhaifu kuliko mwanaume. Mwanamke unajua kila kitu, hata unaongi. Yani mwanamke unajua timu za mpira zote, unajua aina za magari. Mwanamke unajua sijui nani, mwanamke yani each and everything mwanamke unajua. Yani ni mjanja kinoma noma. Unamzidi mpaka unamzidi madhambi, yani unamzidi mwanaume kwa kila kitu. Unamzidi hela, umemzidi connection, umemzidi kila kitu, unamzidi mpaka hasira, mpaka jisilani, kila kitu. So unataka unajua kuna la fulani hivi, mwanamke anakuja kukuuliza kitu fulani cha kitoto, unamwangalia unakuta inacheza Simba na Yanga, afu anakuja kukuuliza mimi ni nani huko ndani. Kasi kama ni nyama fulani, yani ile ndomani yule mwanaume ananyanyuka sema okay fresh, yani anaona mimi ni mwanaume. Kuna namna fulani hivi mwanamke inabidi anaogopa tamende. Mwanamke ukuta mbisha na huwa mpaka nyoka na chinja mwili, kila kitu ni yeye mkaksi. Jamani, kuwa dhaifu kuliko huyo mwanaume wako. Na hii hapo ndio itamfanya mwanaume wako apate nguvu za kupambana. By then the more unajifanya wewe ni strong woman, sio unapambana sana. Kuna vitu anaamua viache tu. Kuna vitu vinawezekana kama bila mimi. What should I do this? Kwa hiyo sasa, jamani, dada zetu, mama zetu, hasa ambao nyamjingia kwenye ndoa, hakikisha kama mwanaume unamuona kabisa huyu mwanaume siwezi kumsikiliza. Huyu mwanaume kuna muda anamuona sometimes yes sometimes no. Achana na huyo mwanaume.
Hata mwanaume ambao unaona wewe akiniambia tulia nitatulia, akiniambia simama nitasimama, geuka geuka, inama inama, ondoke tuondoke. Huyo ndo mwanaume ambaye atakufanya uishi. Na kiuhalisia mwanaume ambaye wengi tunatafsiri kwamba huu ni udhaifu wa wanawake, lakini nikwambie mwanaume ambaye ana sifa 3 ambazo nimezitaja kwenye sifa za asili za mwanaume, huu ni imara sana, sio dhaifu au chukuli kama ni udhaifu. Ila ukikutana na mtoto wa Farao ukamletea huu, atakutumia vibaya. Please angalia mwanaume gani uko naye, angalia unaishi naye vipi. Sio kwa sababu nimekufundisha hichi kitu kaisi labda mwanaume ukaenda kwa bwana wako mmoja huko kaanza kumwambia mwanaume subiri this, subiri that, subiri nini, mwanaume gani? No. Sometimes wewe unaweza kukosa sababu ya kumbadilisha kwa vile unavyotaka, lakini unabidi utumie hekima. Na kitu kingine cha kukuongezea mwanamke, olewa na mwanaume anayejielewa na sio mwanaume anayekuelewa. Kwa sababu mwanaume anayekuelewa ni swala la hisia tu, kuna siku ataacha kukuelewa, lakini mwanaume anayejielewa ni mwanaume anayejielewa daima na ataendelea kujielewa. Vile vile mwanamke ukikutana na mwanaume umemzidi kila kitu, yani mama umemzidi kila kitu, akisha unamzidi kitu kimoja, akisha unakuwa humble, kuwa mnyenyekevu. Ukuwa mnyenyekevu kunamsaidia mwanaume kusema okay fine, you have all this, lakini I still need you, kwamba unaniheshimu, unanijali, wewe ni yani ni humble, mwanamke fulani hivi. Uko nje ni una vitu huko na vitu vyako, lakini ukiingia ndani lakini unashota kichwa chako unakizima, unaanza kutumia kichwa cha mwanaume wako, mtaenda. Ila kama una vitu vingi, umemzidi mwanaume wako kila kitu, lakini na swala la kuwa mnyenyekevu linakushinda, please tafuta mwanaume ambaye ni level zako. Na kwa bahati mbaya zaidi, kadri mwanamke anayofanikiwa ndo possibility ya kuolewa inapungua. Ndo bahati mbaya ilivyo, kwa sababu unamsema mwanaume yeye akikimbia, naelewa kwa nini unakimbia, kwa sababu hivi unakuaje na mwanamke ambaye akuzidi kila kitu? Unafanya nini ili uonyeshe unampenda? Like let's say utamnunulia nini ionekane kama kweli unampenda, kwamba hata yeye anakuwa manhood yake, yani akiwa na wewe ajisi kama ni mwanaume nafu. Umeona? Kwa hiyo please, kama unaweza kuwa humble, ukimiliki vitu, utaweza kuishi na mwanaume, lakini ukishindwa kuwa humble, hakuna mwanaume mjinga ambaye ataishi na mwanamke anayemcontrol, as long as labda aende pale kwa mikakasi yake, akibutoa kibunda katika zake. Asante.